Auzubillahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma na amani kumtakia kiongozi wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, hapa kuna ibada ya umra na kuna ibada ya hija. Hizi zote ni ibada za hija na kusudio la ibada hizi ni katika Al-Kaaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa atimul hajja wal umrata lillahi, natimizeni hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake ni kwamba kila aliyekusudia kufanya ibada ya hija, kila aliyekusudia kufanya ibada ya umra, basi lazima ikamilike. Na hii ilikuwa ni amri ambayo hatuwezi kufafanua sana, lakini ni amri ambayo iliwaenea watu ambao walikuwa wameshaingia kwenye ibada ya hija, lakini kuna baadhi ya vitu au baadhi ya step walikuwa wanaziacha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawaeleza wamsikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kutimiza ibada zao za hija, lakini ibada zao za umra. Sasa mwanzo kabisa hapa tutofautishe kidogo. Ibada ya umra kama tunavyojua kwamba ni hija ndogo, ni ibada ambayo ina matendo yafuatayo. Ina matendo ya kukusudia kwenda kufanya ibada ya hija, na unaenda kwenye miqati, yani kwenye mipaka kama tutakavyoeleza. Ukishafika kwenye mipaka, unakwenda kwenye moja kwa moja msikiti wa Haram au msikiti wa Makka, yani tuseme Al-Kaaba. Unafanya mzunguko mara 7. Ukishamaliza kufanya mzunguko mara 7, unakwenda baina Swafa wal Marwa ambako unafanya nako mara 7. Baada ya hapo ukimaliza, unafanya kukata nywele au kunyoa nywele au kupunguza. Kwa matendo hayo niliyoyataja, ibada ya umra ishakamilisha. Kwa ndio maana utakuta baadhi ya watu wanaweza kaondoka asubuhi, na kwa sababu sasa hivi kuna direct flights, unakwenda asubuhi, jioni unamaliza, kesho unaweza ukageuza. Lakini kwa sababu ya taratibu, unakwenda kwenye nchi za watu, unafanyaji, unahitaji visa, mara unahitaji ziara, unahitaji kwenda Madina Munawwara kwenda kumzuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo utalazimika kuanzia siku 7, 5 au 10, 12 kadiri utakavyokuwa. Yule anayekusafirisha mtakuwa mmepanga pamoja. Hiyo ndio ibada ya umra, kwa maana unaweka nia kwenye miqati, ambapo sisi huku kwa tunapotokea huku maeneo huku panaitwa Lamlam, ambako kishaweka nia unakwenda kwenye tawafu. Baada ya tawafu unafanya sa'i, baada ya sa'i unanyoa au kupunguza nywele, unakuwa umepata ibada ya umra. Lakini ibada ya haji, hiyo unakwenda kwa muda maalum kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-hajju ashhurun ma'lumati, yani hija iko katika nyakati maalum, sio muda wote. Na bahati iliyopo kwa mtu anayekwenda kufanya ibada ya hija, atafanya na umra umomo. Kwa mfano ule mtindo wa tunaoita tamattu, katika mitindo mitatu ile, mtindo mmoja wapo ni tamattu. Watu wa tamattu ambao tulio wengi wa Tanzania ni kwamba wanakusudia kwenda kwenye Al-Kaaba, kwenda kwenye hija. Basi wanachokifanya cha kwanza, wanakwenda kufanya ibada ya umra. Na hasa wale wanaoanzia Maka wanakwenda moja kwa moja mpaka Jeddah. Wakifika Jeddah wanaingia Maka. Wakishaingia Maka wanaingia kwa nia ya kufanya umra kabla ya haji. Baada ya hapo wanaondoa ihramu au wanaondoka kwenye vifungo vya hija, alafu wanaendelea na shughuli zao mpaka yaumut tarwiya, yani mwezi 8. Lakini hata wale wanaokwenda Madina, wakifika Madina wanafanya ziara kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masiku walioyapanga yakikamilika au yakiisha walioyapanga, wanatia nia pale Dhul Hulaifa, ambako ndio mpaka wa watu wanaotoka Madina. Wanaweka nia, wakishaweka nia wanaingia Maka, wanafanya ibada ya umra. Wakishafanya ibada ya umra, kama muda bado upo, basi wanaondoka kwenye kifungo cha ihram, ile kinachowafunga wasiondoke. Yani wanatoa mavazi yale ya ihram kwa wanaume wale ambao wamevaa yale mashuka mawili au mataulo mawili, then wanasubiri mwezi 8. Lakini kama siku zimekaribia, maana yake wataunganisha kama watu wa ifradi na wengineo. Hivyo vyote viongozi wetu wanakuwa wanatufundisha, na ndio maana hija tuna viongozi maalum kwenye ibada zetu lazima kiongozi yupo
yupo daktari, yupo kiongozi, wako viongozi wa kike, wako viongozi wa kiume, na wote hao wanaowaongoza wote ni wajuzi. Sio kwamba eti ni watu wanababaisha. Wengine ni wasomi, wengine ni wazoefu, lakini ilimradi kuja kuhakikisha unatimiza ibada yako. Kwa ibada ya hija, ukishafika hapo ndipo utafanya tawafu, yani utafanya umra. Alafu kwa sababu we ni mtu wa hija, baadaye unatakiwa upunguze kidogo nywele. Ndivyo tunavyoelekeza watu wetu. Badala ya kunyoa kama mtu wa umra, unanyoa au kupunguza. Mnafahamu sheria sio lazima unyoe. Wapo watu wanaeleza kwamba unaweza kupunguza na ikakubalika, unakata kidogo na kata kidogo, ndio umeshatimiza ibada ya umra. Sasa baada ya ibada ya umra utasubiri sasa mwezi 8. Ikiwa ulifika wakati huo ukawa ni mtu ambaye ulitokea Madina, yani umetoka Tanzania ukatua Madina kule ukakaa muda wa kutosha, ukaja Maka. Lakini kuna mwingine ametokea Dar es Salaam au Tanzania Zanzibar, akaingia Maka pale, muda bado upo. Wote hao watawajibika, kama wamepita kwenye mtindo wa tamattu, watawajibika kufanya umra, kisha wataondoka kwenye vifungo vya ihram. Sasa akishafanya hivyo, baada ya hapo inakuja mwezi 8. Mwezi 8 sasa ndipo taratibu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kabisa, hiyo ndio inaitwa yaumu tarwiya, yani mwezi 8. Zamani katika kipindi cha nyuma kabisa huko cha wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hata baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki muda mfupi baadaye, watu walikuwa wanabeba maji ya kwenda nayo Arafa. Unajua hija tunaiona sasa hivi ambayo ina huduma kubwa sana, ina huduma za kijamii, ina kila kitu. Lakini wakati ule ilikuwa ni dhiki kweli kweli. Maana hakuna maji, hakuna vyakula, ni porini, ni mahali ambapo hakuoti jani lolote, hakuoti chochote kule. Na ndio maana ikaja katika vitu ambavyo unazuiliwa wakati umeingia kwenye ihram, usikate mti. Hii yote ni kulinda miti au ua lolote litakalo ota pale, ili angalau kubembeleza ile hali halisi. Sasa hivi alhamdulillah, viongozi wetu wa Kisaudia wamebeba udongo kutoka sehemu mbalimbali, wamepanda miti pale, wameisimamia. Kwa hiyo mtakao kwenda au mnao kwenda sasa, mtakao kwenda muda unaofuata au mwaka kesho, mtaona kabisa kuna miti, kuna majani. Yote hayo yamepandwa na yametengenezwa kwa ajili hiyo, kwa sababu kulikuwa na hali ngumu sana. Kwa hiyo mwezi 8 utalazimika kwenda. Viongozi watakutoa katika majumba mliofikia pale Maka, ambako sasa kila mmoja atafikia kwenye nyumba ambazo nyumba zote hizo kisheria zote zinakubalika. Usije ukafikiri kuna nyumba ambayo haina kibali. Zile nyumba zote zina vibali vya Saudi Arabia, na ili uweze kupata nyumba zote hizo, nyumba zinapatikana kwenye mtandao sasa hivi. Sio kama zamani tulivyokuwa tunafanya. Ulikuwa unakwenda na hela mkononi, unaenda unalipia nyumba kama unapanga Mbagala au unapanga Kinondoni. Lakini sasa hivi unapanga nyumba ukiwa hapa mezani, na unaipata ukiwa mezani, na unalipa ukiwa mezani. Kwa hiyo nyumba zote ambazo ziko kwenye system zote ni nyumba. Kwa hiyo usijali kwamba hii nyumba sijui iko karibu, sijui iko mbali. Hivyo ni vitu ambavyo ni jinsi ya mpangilio na namna ya kufanya. Nyumba zote zilizokubalika kwenye system, maana yake zote mahujaji wanafaa kufikia, na ili waweze kufanya ibada kwa uhakika. Nyumba ambayo iko mbali, ambapo hapatoshi au haparuhusiwi, hakuna mtu anayeruhusu, wala hakuna nchi ya Saudia itaruhusu nyumba hiyo. Kwa hiyo baada ya hapo mtaondoka kwenye majumba yenu. Mkishaondoka kwenye majumba yenu sasa, mtakwenda moja kwa moja maeneo ya Mina. Mahujaji wanaondoka moja kwa moja kwenda maeneo ya Mina. Kule Mina wanaenda kufanya nini? Pale ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale ni kwa ajili ya kuhakikisha wanamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wanajiandaa kwa ajili ya kesho. Kesho ni ipi? Kesho ndio yaumu Arafa, ambao ni siku ya Arafa, ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema alhajju Arafa. Yani hija ni Arafa. Alhajju Arafa. Hija ni Arafa. Kwa maana mtu yoyote ambaye kuidiriki Arafa kwa mahujaji, maana yake hajapata hija. Yani ni katika nguzo ambayo imekokotezwa na ni muhimu. Na ndio maana mtakuwa mnaona baadhi ya mahelikopta wale mtakao kwenda au mliokwenda kipindi kilichopita, utakuta kuna mahelikopta mengi, kuna ambulances nyingi. Zote hizo si kwa ajili ya wagonjwa tu. Zingine ni kuleta watu waliokuja kwenye ibada ya hija,
lakini wameshindwa kufika eneo hilo. Ni vyema wakawaleta, wakawafikisha, wakishakanyaga tu kisha wakawatafutia utaratibu mwingine kwa ajili ya kukaa pahala ambako watakaa salama salimini badala ya kukaa kwenye misongamano. Kwa hiyo mtakwenda Arafa, ambayo Arafa hiyo ni mwezi 9, yani tarehe 8 Dhulhijja ya muandamo wa Saudi Arabia, yani muandamo wa Maka. Manake muandamo wa Maka wa hija ni wa Maka tu. Hakuna pahala popote duniani ambako muandamo unafuata Maka. Yani hakuna muandamo ambao unaweza kaiongoza hija isipokuwa muandamo wa Makkatul Mukarram. Kwa hiyo baada ya hapo tarehe 9 itakuwa ndo siku ya Arafa. Siku ya Arafa pale kuna baadhi ya watu mtaona baadhi ya viongozi wengine watawatoa saa 9 usiku hiyo mwezi 8. Mnafika tu Mina, mnakaa kidogo tu. Saa 9 wameshaleta magari. Wengine wataondoka saa 10 alfajiri. Wengine wataondoka saa 2 asubuhi. Wengine wanaondoka saa 3 asubuhi. Wengine wataondoka saa 4. Wengine mpaka saa 6 wanafika. Wote hao wanapatia. Kwa sababu gani? Kinachohitajika uwepo nyakati za Arafa, na nyakati za Arafa ni kati ya adhuhuri na magharibi, ili uwepo pale. Sasa habari ya kuondoka mapema au kuondoka kwa muda tofauti, huu ni msongamano wa watu na namna ya ratiba mliopangiwa. Viongozi wataambia bwana, we gari yako maujaji wako 100 au 200 au 500 wataondoka hapa Mina saa 5 usiku. Kwa hiyo utaletewa magari saa 5 usiku, utawapeleka kule. Wanafika kule Arafa wanalala. Na kwenye sio mbali, kilomita 5 kutoka Mina kwenda Arafa ni kilomita 5 ngapi? Lakini lazima muende na magari. Ingawa kutoka Maka kwenda Arafa kwenda Mina ni zaidi ya kilomita 14, 15 mpaka 19. Kwa hiyo inakuwa ni mbali kidogo. Kwa hiyo watawapeleka pale. Wengine watawapeleka asubuhi, watawabeba asubuhi wanawapeleka kule. Kwa hiyo ikifika nyakati za mchana, mamlaka za Saudi Arabia zinahakikisha pale Mina ambako mlilala au mlikwenda ile jioni au mlikwenda pale usiku, mlikuwa pale, hakuna mtu pale wala haji, na hasa yule aliyevaa ihram. Kwa sababu kuendelea kuwepo pale Mina, maana yake wewe huyo mtu atakuwa amekosa ibada hii. Kwa hiyo hakikisha na wewe kama ikitokea ukao umepotea au imetokea ukuonekana kundi lako ukulipata, weka fikra kwamba mimi natakiwa niende Arafa. Hata kama Kiswahili, hata kama hujui Kiarabu wala Kiingereza, wewe waambie tu Arafa. Arafa. Siku hizi Kiingereza kinatamkwa sana na watu wanajua Kiingereza. Wewe tu waambie tu Arafa au mina Arafa. Hivyo hivyo. Yaani wewe zungumza lolote ili mradi neno Arafa liwepo. Hata ukizungumza Kihaya tu, wewe zungumza tu ili mradi neno Arafa lisikike. Watakusomba, watakuwepo viongozi. Lakini wapo askari, wale askari sio wa kupigana, ni walinzi wa maujaji. Kwa hiyo wale watakusaidia, watakubeba, na kama utakuwa umepata labda homa ya ghafla au umejisikia vibaya, hakikisha ili usikose hija, nenda mpaka Arafa. Ukishafika Arafa sasa pale, yanayofanyika pale viongozi watawaeleza, kutakuwepo na idhkari, kutakuwepo na maombi, na hakikisha unaomba kile ambacho unakitaka. Niwape tu tahadhari tu wa maujaji. Siku zote ukifika pale Arafa vya kuomba huwa vinakosekana. Kwa hiyo huwa tunawashauri waandike maombi yao kabla, yani yale ambayo anataka aje amwambie Mwenyezi Mungu siku ya Arafa. Manake dua yoyote inayoombwa Arafa inakubalika, haipiti popote zaidi ya kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu yoyote atakayeomba pale dua alafu akawa na mashaka juu ya kuomba kwake kwamba kakubaliwa, maana yake huyu atakuwa amekufuru. Hayo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo andika sehemu, orodhesha sehemu, alafu ona ukifika Arafa uanze kusoma, na utajipata nafasi ya pekee. Viongozi watakusaidia, utapata nafasi ya kuhakikisha unamwambia Mwenyezi Mungu mambo yako na unamwambia kila kitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hakika baada ya kuwa sasa wote tuko Arafa, maujaji wote wanatakiwa wawe Arafa, katika mlima wa Arafa. Na kama tunavyofahamu ni Jabari Arafa, na historia ya Arafa inajulikana, lakini moja ya historia ambayo ziko nyingi sana katika vitabu, lakini mojawapo ni Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam walipokutana na Sayyidati Hawa, ambapo walikutana pale ndio wakafahamiana baada ya kupoteana kwa miungu mingi sana, ambapo Mwenyezi Mungu aliwatenganisha.
Kwa hiyo hili linatujulisha kwamba pale ndo ameenda kufahamiana tena. Lakini pia ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliziita roho zote, akakaa nazo, akawaambia, akawapa adhabu hili na hili na hili, lakini mwisho alipowapa njaa ndipo walipojua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ndio muumba na ndio mlezi. Ni historia ndefu ya swala la Arafa, lakini hapa tuelewe tu kwamba kwa mahujaji ambao tunakwenda kwenye hija, viongozi wetu watatupeleka mpaka hapo, wala usipate tabu, wala usipate pressure. Sijui umechelewa kuingia au umewahi kuingia. Katika hija hakuna kuwahi na katika hija hakuna kuchelewa, kwa sababu hija inasimamiwa na vitu vitatu. Inasimamiwa na matendo, inasimamiwa na nyakati, alafu inasimamiwa na maeneo. Vitu vyote hivyo ndivyo vilivyoibeba ibada ya hija. Kwa hiyo Arafa ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema wakati ule alikuwa akiwaambia maswahaba na watu mbalimbali kwamba laisa alaikum junahu an tabtaghu fadla min rabbikum fa idha afadhtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram. Kwa hiyo mtakapokuwa pale Arafa, lakini mtakapotoka Arafa sasa ndo kunafuata kitu kingine ambacho Mwenyezi Mungu kakitaja hapa kwamba mtatoka pale mtaelekea maeneo mengine ambayo ni Muzdalifa. Muzdalifa pale wengi wao wanaamini kwamba ni kwenda kulala pale, lakini pale ni kituo. Yani ile mabitu kwa maana ya kulala ni kwenda kufanya kituo, lakini ukatazi kwenda pale ukalala, ukasinzia, ukapumzika, kwa sababu watu watakuwa wamechoka sana. Unaenda unapumzika pale, na kama ukupata nafasi ya kupita pale, ziko taratibu viongozi wako watakueleza, kwa sababu wakati mwingine msongamano unakuwa mkubwa, unakuta waongozaji wale wa Saudia wanahamisha magari, mnaweza msipite Muzdalifa. Sasa usipaniki wala usilete elimu yako, msikilize kiongozi wako, ujue anakuelekezaje. Na mkifika pale Muzdalifa, ahlan wa sala. Ukiweza kupata muda wa kukaa unakaa, ukipata muda wa kulala unalala, ukipata muda wa kumtaja Mwenyezi Mungu. Na hapo hakuna story, hakuna mazungumzo mengine zaidi ya kumzungumza Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuleta istighfari na kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hayo ndio mazungumzo toka tunaingia Mina, tunakuja Arafa mpaka tunafika hapo Muzdalifa. Lakini tukiwa Muzdalifa pale tutapata nafasi ya kuokota vijiwe vipatavyo 49. Kwa utaratibu tunaopewa ni kwamba vijiwe vinakuwa 49, kwa maana ya vijiwe ambavyo tukifika Mina ndio tutavirusha kwenye vinguzo vile. Mara ya kwanza tutakwenda kurusha kwenye kinguzo kikubwa cha kwanza ambao tutarusha vijiwe 7, lakini siku ya pili tutarusha kwenye viguzo vyote vitatu ambao ni mawe 7 ambao ni 21, na mara ya tatu tutarusha vijiwe 21 kwa maana ya viguzo 7. Kwa hiyo siku ya pili na ya tatu zitakuwa zinafanana. Siku ya kwanza ambao ni yaumul Eid, ambao kwa upande wa mahujaji Eid haiwahusu. Hiyo Eid inawahusu watu walioko Maka ambao hawakuja kufanya ibada ya hija. Nataka niwajulishe mjue kwamba wakati sisi mahujaji tuko Maka, kuna watu tuko Mina, tuko Arafa, tuko Muzdalifa, tuko Mina tena. Kuna watu wako Maka mamilioni na mamilioni wanashughulika na ibada zingine ambazo sio za hija. Kwa hiyo usije ukafikiri wote mnakuwa mko huko. Kwa hiyo swala la Eid halikuhusu. Swala ya funga ya Arafa wewe kama haji halikuhusu. Kwa hiyo wewe unashughulika na ibada ya hija tu, ambayo mfumo wake na utaratibu wake uko hapo. Na walioko Maka huko, tena wako msikiti mkuu wa Maka pale Haram, wale watakuwa wanaendelea na funga ya Arafa, watakuwa wanakula wanakunywa siku ya Eid. Isipokuwa tu wewe siku ya Eid ambao ni siku ya 10 sasa. Kwa upande wetu sasa tulioko walioko Maka, na kwa upande wetu tulioko pale Mina, maana yake tutachinja. Sasa kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku hiyo tutafanya chinjo, tutanyoa ili tuondokane na kifungo cha ihram. Lakini swala la chinjo zamani ilikuwa inawezekana kutokana na watu wachache na nini. Ulikuwa unaweza kushuhudia mnyama wako unachinja, mnaenda pale mbugani tu mnachinja, hamna nani. Lakini sasa hivi hali ya msongamano, kuna utaratibu umewekwa na sheria ambao sasa viongozi wetu wanalipia kwenye sehemu ya chinjo. Kila mmoja wanamlipia gharama ya chinjo.
kule sasa siku ya mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12 wanamchinjia kwa niaba hiyo. Kwa hiyo tunaamini tayari yule anakuwa ameshachinjiwa. Na wale ambao wana mashaka, unaweza kumwambia kiongozi, naomba unipeleke wanakochinjia. Atakupeleka tu. Hakuna vitu vya uficho wala nini. Utakutana na viongozi, utakutana na mahali wanakochinjia. Kuna machinjio kule ya kisasa na ya kimataifa. Utakwenda kuona wanakochinjia kondoo, mbuzi na zile nyama, kwa sababu ni nyingi, ndio zile unakuta zinakuja tena Tanzania. Baada ya hapo sasa, utakapokuwa umesharusha vijiwe, umepata hiyo tahalul ya pili, unakuja tena ya tatu, unarudi kwenye hema, unanyoa. Kama huna tatizo la kunyoa kipara, basi ni vyema ukanyoa kipara kabisa, ukaacha nywele kule mahala patakatifu, ukabaki na kipara. Sasa pale unaweza kaondokana na ihram, ukavaa kawaida, na hapo tunaashiria kwamba umeshafanya karibu 70% ya ibada yako ya hija. Kwa maana ile nyingine 30 umebakiza na nguzo moja tu ya tawafu la ifadha, ambayo sasa hiyo utaifanya ukirudi Maka. Na kwa wakati huo naomba maujaji wasipende kulazimisha baada ya kunyoa, kupiga mawe labda siku ya kwanza au ya pili, wakalazimika kwenda Maka. Wakati huo msongamano unakuwa mkubwa mno. Hairuhusiwi. Usiende huko. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema wadhkurullaha fi ayami ma'dudati. Mkiwa pale Mina, mkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku za pale zinahesabika kuanzia siku 2, 3, ikiwezekana mpaka 4. Kivipi? Faman taajjala fi yawmaini fala ithma alayhi. Atakayeweza, mkiweza kukaa siku 2 pale na kukaa kuna mwanya wa kwenda majumbani kwenu, kwa maana mkaenda kufanya tawafu ifadha alafu mkaenda Maka, basi hamna makosa, mnaweza kufanya hivyo. Lakini anasema waman taakhara fala ithma alayhi. Hata wale watakaohitaji kukaa kwa kuhofia watu wazima, uchovu, msongamano, kwenda kusababisha ajali na uharibifu wa watu na maujaji, basi mnaweza mkaendelea kukaa pale. Sasa kuna taratibu pale. Baada ya dakika baada ya siku 2 au 3, jua likikuzamia sasa, itabidi nyinyi sasa mwende mkapige mawe kwa mara ya 4. Kwa sababu mara ya kwanza mmepiga kiguzo kimoja, mara ya pili mmepiga vitatu, mara ya tatu mmepiga viguzo vitatu. Sasa kama mtalala tena, ambao sasa hapa ndo ruksa inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama mtalala tena, maana ikiwaijia magharibi, itabidi mwende mkapige vijiwe tena kwa viguzo vitatu kwa mawe 7. Unaona, baada ya hapo sasa ndo mnaelekea Maka. Na wakati huo hali inakuwa iko shwari, na kuna baadhi ya maujaji na taasisi zingine zinakaa siku hizo zote, ili waujaji wanaporudi wanarudi katika hali ambayo ni ya utulivu. Kwa hiyo baada ya hapo, mkirudi zenu Maka sasa, mtafanya tawafu ile ya nguzo, ambayo mnafanya tawafu ni moja tu, ambayo itakuwa imeambatana aidha na sa'i au kadiri mtakavyokuwa mmeelekezwa na viongozi wenu. Baada ya hapo sasa, aidha kwa wale ambao tayari walishatoka Madina, walishamzuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watafunga safari sasa na kujiandaa kurudi majumbani kwao Tanzania. Na kwa wale ambao waliingia Maka hawajaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakuwa wanajiandaa kuelekea Madinatul Munawwara kumsalimia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii yote ndio tunayoita hija ya nguzo. Tumeona hija ambayo ni ya umra, lakini tumeona hija ya nguzo. Cha msingi ambacho mahujaji wengi ambao tumekutana nao na tunaendelea kukutana nao, hupata mashaka kusikia watu wamesha kwenda, wanaona hao wamewahi, na wao kuja kwenda baadaye wanaona wao wamechelewa. Katika hija hakuna kuchelewa, na katika hija hakuna kuwahi. Tunachotafuta ni masiku 6 tu yale ya ibada ya hija. Kwa hiyo kuwahi kwenda ndio pia kuchelewa kurudi, na kuchelewa kwenda ndio pia kuchelewa. Yaani kuwahi kwenda ndio kuwahi kurudi, na kuchelewa kwenda ndio kuchelewa kurudi. Kwa maana hizi ni timetable. Yaani ndege zote haziwezi kutua Jida pale kwa wakati mmoja, wala ndege zote haziwezi kutua Madinatul Munawwara pale kwenye uwanja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunapeana muda. Kwa hiyo kuna wengine ndio maana wanaanzia Madina wanakuja kumalizia Maka na wanarudi makwao, lakini kuna wengine wanaanzia Maka wanafanya ibada na baadaye wanakwenda Madina wanarudi makwao. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kutimiza nguzo, na hasa nguzo ya Uislamu.
Lakini cha msingi ambacho nakuaga nacho ambacho ukijue, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba mtu yoyote atakayekuwa amekusudia au imemwajibikia ibada ya hija, basi asifanye upuuzi, asifanye ufisadi wala mijadala mbalimbali, mijadala ya mpira, mijadala ya ubishi, mijadala ya kielimu. Sasa jiepushe nayo. Hebu simama kumsikiliza kiongozi wako ambaye umejiandikisha kwake. Hebu simama kusikiliza kwa sasa walimu na mashehe ni wale viongozi wetu wa hija. Hakuna mwalimu mwingine kwa sasa hivi. Ukitaka ibada yako ikamilike, hata kama umetoka Azhar Sharif, hata umetoka wapi, kwa sasa kiongozi wako ndio huyo, kwa sababu yeye ndo ashapewa mafunzo njia gani za kupita asubuhi na jioni. Yani mwaka huu aliyehiji mwaka jana, kwa mwaka huu kumeshabadilika. Atakayehiji mwaka huu, kwa mwaka kesho kumeshabadilika, kutokana na njia na jinsi wanavyoboresha wa Saudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja ka yawm waladat ummu. Atakayehiji na hakufanya upuuzi, hakufanya mijadala, hakufanya ufisadi, hakuvuruga ihram yake, yani kutia nia katika ibada yake, basi Mwenyezi Mungu atamrejesha katika ardhi yake aliyotokea kama hana dhambi, kama alivyotoka kwenye tumbo la mzazi wake wa kike. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atuondolee kila la shari. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.